Yeye ataongea, atajiongelea vile alipigwa. Jamaa alipigwa. Huyu mwanaume alipigwa. Na mwanaume, unajua mwanaume anapigwa huwezi fight back mwanamke. Lakini alipigwa because ya tume overempower girl child. Boy child wanateseka bana. So we shall also look into this empowerment so that the boy child be empowered, at least tuinuke juu kidogo, because man is the head of the family and a man is the one to marry. Siku hizi wanawake wanataka kuoa wanaume wale wanaweza control kwa sababu wako na pesa. Hiyo imbalance we need to see how we control it. Ndugu, ongea vile ulichapwa. Ilianzaje? Mimi nilikuwa nimerequestiwa na client. Yes. Satan guy. A guy. Yeah. Nikaenda kumchukua kutoka hapo Black Samurai. Hapo Black Samurai chini. Yeah. So customer akakuja akaingia kwa gari. Wenye amekaa, we were waiting for his friend to come. Okay. So hawa wasichana wakakuja wakashuka hapo chini. Wakafungua mlango, mmoja akafungua mlango akakaa mbele. Mwingine akajaribu kufungua nyuma, akapata kuna client amekaa hapo. Akamwambia ati ashuke. Wao wako waine na hii gari ni kubwa. Yenye wame request sijui ilikuwa ndogo. Alafu wakae niwapeleke. Nikamwambia no, I already have a client na niko na trip yake mpaka nimeanzisha trip. So there's no way I can cancel the trip ati niwapeleke. I have to serve this client. Okay. On the process ndio hiyo client akafunga mlango hivi akafunga. So huyo msichana ni kama aliguza vidole na mlango. Msichana akarudi nyuma mbio kwa gari akashika wiper ya nyuma ya boot akaifunja. So ndio nikafungua mlango nikatoka nikaenda nikamshika. Marafiki zake wakakuja wengi wakaanza kuniambia kunipiga, walinipiga sana by the way. Walimpiga, yeah, sisi walinipiga amepigwa vibaya. Walinipiga. So huko wabeba hao? No, they were not even my clients. Okay. Hawakuwa wame request hata gari yangu mimi. Okay. I had another client in my car. So ndio tulianza kufurutana pale. Uliona kama watu ukiangalia kwa hiyo video unaona wengine wanajaribu kuingilia kwa dirisha kwenda kwa gari. Mmoja alienda akachukua simu yangu. Alikuwa anataka kuchukua simu yangu, nilikuwa kwa kiti hapo. Akaichukua simu. Vile najaribu kuendelea kumfuruta, akatoka na hiyo simu. Tukazunguka naye. Mmoja akakuja akashika side mirror. Akangoa. Kutoka muda walianza kunitandika na mitungi. So nikaona siwezi piga. Unajua si hii kwa nje pigana na mwanamke hawezi pigana. Ndio maana uliona nilitulia tu nikashikilia yule mmoja mwenye alikuwa nimeona tu nimespot amefunja side mirror yangu. Nikakamilia na yeye. So ndio kuna watu walikuwa hapo. Kuna watu walikuwa hapo walikuwa na watu wengi sana hapa nje, wengi sana. Hata kuna wanawake wenzao walikuwa wanataka kuwatandika. Nikawakataza nikamwambia mkiwapiga itanigeukia. Wacha tu mmoja anitia askari wakuje. Asante nigaya akaenda akachukua askari wakakuja wakawashika. Tukawapeleka police station nikaandikiwa OB. Nikaambiwa niende nikuje kesho yake. Police station gani? Kilimani police station. Okay. After hiyo Sunday kuamka asubuhi nikapigiwa saa 3 hivi na Satan madam kutoka Kilimani police station. Akaniambia naitwa natakiwa na hapo police station Kilimani concerning the crime ileta story the last night. Nikatoka nyumbani nikakuja mpaka Kilimani nikapata hiyo madam, wakanipeleka kwa ofisi ya gender. Yeah. Wakanikalisha hapo, wakaanza kuniambia, wakaniitisha evidence ya yenye niko nayo, nikamwambia mimi sina. Wakaniambia sikuwa najua kama hata hii video by the way iko. Juu kulikuwa na watu wengi hapo hiyo commotion. Yeah. So wakaniitisha witness, nikamwambia witness unless mnipe madakika nitafute niende mahali hiyo scene ilitokea, nitafute evidence kutoka hapo. Wakaniambia no, hatuna time. Wakaniambia hatuwezi endelea kuzuia watu kwa cell kama hakuna nini evidence. Na it's unlawful kuzuia watu kwa cell 24 hours. Akaachiliwa. So kutoka hapo ndio waliachiliwa. Wakaniambia niandike withdraw case. Sababu sikuwa na otherwise sikuwa na mtu mwenye anaweza ongelea. So uka withdraw? Nika withdraw hiyo case. So jamaa alidanganywa a withdraw case. In short, huyu alidanganywa ati a withdraw case, ati hana witness, hana evidence kwa sababu ya yale ambayo yalifanyika. So naomba Inspector General Police uingilie kati na rafiki yangu OCS wa Kilimani, tafadhali ingilia kati. Huyu jamaa aweze kupata justice kwa sababu kama alichapwa na kina dada akachapwa mpaka akapasuliwa gari wakamnyang'anya
side mirror na hizo vitu zote, it deserves justice. Na mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi niko hapa kuhakikisha kwamba tunamtafutia sasa ile sekta ya agenda ya kaunti ya Nairobi iweze kumshughulikia.